Watu wengi wanajua kama kiburi ni tabia, lakini I want to remind, kiburi sio tabia. Kiburi ni roho, na mwanadamu yoyote anapokuwa na kiburi haimaanishi ana tabia ya kiburi, bali ana roho ya kiburi inayozalisha tabia zisizofaa kwenye maisha yake. Kiburi kikiwa juu ya uwezo wa mwanadamu, maana yake huyu mwanadamu yuko overrated na ile spirit ya kiburi ndani yake. Dhambi haiwezi kumfanya Mungu amchukie mwanadamu, bali kiburi kinaweza kumfanya Mungu amchukie mwanadamu. Kiburi kinamfanya mwanadamu awe mbali na Mungu. Angalia kwa habari ya Adamu na Hawa wakiwa Eden, kilichosababisha watengwe karibu na Mungu sio dhambi, bali kiburi kilichowaingia ndani yao. So, roho ya kiburi inapokuwa ndani ya maisha ya mwanadamu, mwanadamu anapoteza kibali, mwanadamu anapoteza neema, mwanadamu anapoteza upendeleo, mwanadamu anapoteza nafasi ya Mungu kwenye maisha yake. Kunao watu wengi wana maarifa makubwa, wana uwezo mkubwa, wana IQ kubwa, lakini kinachowanyima nafasi sio uwezo walionao. Kinachowanyima nafasi ni roho ya kiburi. Kiburi ni hatari. Kwa nini? Unaweza kuuliza kwa nini kiburi ni hatari kuliko dhambi? Kiburi ndicho kinazalisha dhambi. Kwa dhambi ni ndogo mbele ya kiburi. Kiburi kikifa na dhambi imekufa. Kiburi kikiondolewa na dhambi imeondolewa. So Mungu anachokitafuta kwa watu wake ni watu waweze kudili na roho ya kiburi, sio tabia za kiburi. Unaweza ukashughulika na dhambi ya namna fulani, lakini Mungu anakutafuta ushughulike na roho ya kiburi inayozalisha dhambi juu ya maisha ya mwanadamu.